Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika siku chache zilizopita hivi karibuni, machozi yamekuwa mengi kuliko tabasamu. Vumbi la maandamano limefunika nyuso za watu wengi, na milio ya vilio imechukua nafasi ya nyimbo za furaha. Wengine wamepoteza ndugu zao, wengine marafiki, na wengine wamepoteza matumaini ya kazi zao walizokuwa wakifanya, biashara ambazo walikuwa wakifanya. Lakini pamoja na yote hayo, bado tuna Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye akisema kun fayakun, kuwa na linakuwa. Leo ndugu zangu, hebu tuiombee nchi yetu, tuiombee amani, tuiombee rehema, tuiombee umoja. Nimekusogezea karibu dua fupi ya kuiombea nchi yetu hii ya Tanzania. Ikiwa dua hii hauijui au unatamani kuijua, basi niandikia hapo chini kwenye comment siijui, na kama basi unaijua, basi aniandikie comment hapo ukisema amin. Mwenyezi Mungu endelea kudumisha amani ya nchi yetu ya Tanzania. Ndugu yangu, amani ni neema ambayo wengi huitambua pale inapopotea. Wakati hakuna vita, hakuna chuki, huwezi kujua thamani ya amani ambayo tunayo. Lakini siku ikiondoka hata dakika moja, ndipo utakapojua thamani ya neema tulio nayo. Ndugu yangu, siku chache tu hizi ambazo zimepita, tumeona jinsi watu walivyokosa wenza wao, ndugu zao, watoto zao, siku chache tu. Na hii ilikuwa ni vurugu ya maandamano ya sisi kwa sisi, na haikuwa ni vita. Ndugu yangu, thamani tuliopewa ya amani ni kubwa sana kuliko kitu kingine. Tuendelee kuidumisha ndugu zangu. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba wallahu yad'u ila daris salam, na Mwenyezi Mungu anawaita watu kwenye nyumba ya amani. Yani Mola wetu anatuita kwenye amani, kwenye upendo, kwenye utulivu. Lakini binadamu mara nyingi tunajisahau, tunaruhusu hasira, chuki na siasa kututenganisha, vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavikataza kwa manadamu yeyote. Leo kuna mama analia kwa sababu mwanae hakurudi nyumbani. Kuna baba anatazama kaburi la kijana wake na machozi hayakauki. Kuna mtoto analala bila kuelewa kwa nini baba hayupo tena. Haya yote yametokea kwa sababu ya tofauti zetu. Lakini ndugu zangu, tutambue kwamba thamani ya amani ni kubwa sana kuliko kitu kingine. Nchi jirani tunaona wenzetu Kongo, Burundi, na nchi mbalimbali hawana amani hii kama sisi tulionayo. Amani hii ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, basi tumshukuru, kwani yeye ndiye mtoaji wa hali zote. Na hivyo tuendelee kuidumisha amani ya nchi yetu. Ewe ndugu yangu, ukiona damu inamwagika, kumbuka huo sio ushindi kuona damu ya mtu inamwagika. Huo ni uchungu ambao watu wanakuwa wanaopitia, na Mwenyezi Mungu anakuwa hafurahishwi na vitendo vya namna hii. Tumeishi pamoja kwa miaka mingi, tumekula pamoja, tumecheka pamoja. Kwa nini leo tuachane kwa sababu ya fitina za watu ambazo zinaenezwa? Na sisi tusiwakubali watu wa namna hiyo, watu ambao sio katika nchi yetu. Wanatengeneza chuki za hapa na pale ili sisi tuweze kufarakana, wao waweze kutimiza yale wanayoyataka. Ndugu zangu wa Tanzania, Mwenyezi Mungu anasema ndani ya kitabu cha Qur'ani ya kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na shikamaneni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu nyote, wala msifarakiane. Ndugu yangu, tuungane, tujenge upendo, tuheshimiane hata kama hatutakubaliana, maana nchi bila umoja ni kama mwili bila moyo. Ndugu zangu, wengi wameshiriki kwa namna moja au nyingine katika kueneza hasira,
maneno makali au chuki, kwa ajili tu ya kutaka tuwe na mfarakano ambao utasababisha hatari katika maisha yetu. Ewe ndugu yangu, hii ni dua fupi ambayo nimekusogezea hapa katika chaneli yako ya Nurdin Media, dua ambayo ina maombi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukitumia kwa dhati, basi Mwenyezi Mungu dua hii anayejibu. Ikiwa dua hii ndugu yangu unaisikia, basi itikia amin, amin. Mwenyezi Mungu dumisha amani ya nchi yetu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hii nimeiweka kwa maandishi ya Kiswahili ili nawe pia uweze kuisoma, lakini kama utaona hautoweza, basi andika chini hapo kwenye komenti, amin ya rabbul alamin. Mwenyezi Mungu tusaidie kudumisha amani ya nchi yetu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka amanan wa salaman libiladina wahfadh ahlana min kulli sharri wa fitna waj'alna mimman yuslihu wa la yufsidu fil ardi wa wahdi kalimatana ala alhaqqi waj'al hadhihi al-arda balada amana mutma'inna rahmatan wa mawaddata baina ahlihi. Ndugu yangu, dua hii ni fupi sana. Wewe cha msingi tu hakikisha dua hii unaijua vizuri kila siku ukiomba. Amani ndiyo nguzo ya kila mwanadamu. Mtu yoyote ambaye hana amani, basi amekosa kitu kikubwa katika maisha. Hata kama awe na pesa, ila akikosa amani, basi pesa zake hawezi kuzitumia vizuri. Ndugu yangu, dua hii manake ni kwamba, ewe Mola, tunakuomba amani na utulivu kwa nchi yetu. Tupe usalama na rehema. Wafadhili waliobaki hai na wape subira waliofiwa. Tuwe miongoni mwa wanaopatanisha, si wanaoharibu. Unganisha sauti zetu juu ya haki na ufanye ardhi yetu kuwa yenye amani, rehema na upendo. Ndugu yangu, nchi yetu ni nyumba kwetu sote. Tusisubiri serikali pekee, bali tuanze sisi, mimi na wewe kwa kueneza amani, upendo na dua. Kama moyo wako umeguswa na mawaidha haya, basi sema amin na usisahau kushiriki dua hii kwa wengine. Huenda dua yako ikawa sababu ya kurudisha utulivu kwa wengine. Amin ya rabbul alamin. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.